Wanafunzi wake Yesu wakamuuliza, Bwana, tuambie ufalme wa Mungu unakuja lini? Akawaambia, sio kazi yenu kujua majira wala saa ambayo imeamriwa na Mungu, lakini mtapokea nguvu atakapoajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kwa hiyo Yesu anahusisha ufalme wa Mungu na ujio wa Roho Mtakatifu. Maana yake kuja kwa ufalme wa Mungu ni kuja kwa Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu kuanza kutenda kazi, kuanza kutawala ndani ya mioyo ya watu. Ufalme ni utawala, na kwa maana hiyo ufalme wa Mungu ni kwamba Mungu kuanza kutawala kwenye hii dunia. Sasa Mungu kuanza kutawala kwenye hii dunia, tayari ameshaanza kutawala kwa kumtuma Roho wake Mtakatifu ndani ya wale ambao wamemwamini Yesu. Na kwa maana hiyo huu ni utawala ambao ni mkamilifu, lakini bado kwa asilimia zote Mungu kuanza kutawala dunia. Bado dunia iko chini ya yule mwovu, lakini wale waliokubali Yesu hawatawaliwi tena na mwovu na wanaanza kutawala katika hii dunia. Ndio maana mtu yote ambaye anampokea Yesu, maisha yake yanabadilika. Anaanza kutembea na Yesu, anaanza kumpenda Mungu, anaacha maisha ya dhambi, kiu yake inakuwa ni kiu ya mambo ya kiroho, lakini pia hata ukuaji na mabadiliko yake kwenye kila eneo la maisha, iwe ni uchumi, maeneo ya kihisia, maeneo ya kimwili, vyote vinakuwa bora. Uponyaji, anapokea kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu tayari Roho Mtakatifu anaishi ndani yake, na kwa maana hiyo Mungu anatawala ndani yake. Mungu akianza kutawala ndani yake, huyu mtu anakuwa yupo duniani, lakini hayuko chini ya mfumo ule mwovu. Maana yake anaanza kutawala pamoja na Mungu. Ndio maana Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Warumi sura ile ya 5 mstari ule wa 17, kwa maana ikiwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Yesu Kristo. Kwa hiyo tunatawala katika uzima, tunatawala katika maisha pamoja na Yesu Kristo au kupitia Yesu Kristo. Ndio maana kwenye kitabu cha Luka sura ile ya 12 mstari wa 32, Yesu anawaambia, msiogope enyi kundi dogo, kwa kuwa Baba yenu ameona vyema kuwapa ule ufalme. Lakini pia Mathayo sura ile ya 12 mstari ule wa 28, Biblia inasema, lakini mimi nikitoa pepo, Yesu alikuwa anazungumza, akasema, lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Kwamba anahusianisha kabisa utendaji kazi wa Roho Mtakatifu ndani ya maisha ya mtu. Ujue tayari ufalme wa Mungu umeshaingia. Maana yake ni nini? Ufalme wa Mungu ni utawala wa Mungu ndani ya mioyo ya wanadamu, na utawala huu unafanya kazi au unathibitika pale ambapo Roho Mtakatifu anaingia ndani ya mtu na anaanza kutenda kazi kupitia huyo mtu, anaanza kuishi hapa duniani kupitia huyo mtu. Huu ni ufalme ambao haujathibitika katika dunia yote, ila kwa wale wote waliopokea. Mungu akubariki sana.